tulizungumza mambo mengi, lakini nyinyi kwenye jambo lenu mliniomba jambo moja kubwa la kwamba mupate maleseni, na nikawaahidi, nikawaambia mwaka huu tutapita kata zote kuja kuwasajili ili mupate maleseni, mufanye kazi zenu kihalali. Tukakaa na wenzangu tukajadiliana wa mkoa na wa wilaya kwamba tukizunguka itachukua muda mrefu. Tukawapigia wenzetu wa wizarani, wakatuambia mahitaji yao, wakasema tutakuja huko mkitufanyia haya, ili yale maleseni sio unaomba alafu tutume mtu aende kule akusanye kule aanze kubeba arudi huku awatafute awape mmoja mmoja. Waje huku tufanye zoezi hapa. Yaani unafanya hapa unapata leseni hapa. Yaani leo utasajiliwa hapa, utapata leseni hapa, unaondoka nyumbani na leseni lako likiwa tayari. Hawa wageni walokuja hawa, kwa sababu mimi na nyinyi tuna mahusiano mazuri, gharama zao za kuja hapa kuendelea kukaa hapa kutoa huduma hizo nabeba mimi babu yenu. Na nimewaambia mimi nina waganga wengi na ndio wananilinda hapa, mimi niko salama, si ndio? Inawezekana wengine leo wameshindwa kufika, hapa kule Maswa, sijui Meatu, waende siku hii. Hapa tutafanya siku 3. Siku ngapi? Kwa hiyo niwatoe hofu na niwahakikishie waganga wote wa kwangu mimi hapa Bariadi DC watasajiliwa wote, na hakuna mtu baada ya leo atawasumbua. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili yenu na namshukuru sana kiongozi aliyetuwezesha kufika hapa. Yaani sisi bila mkurugenzi tusingeweza kufika hapa, kwa sababu kiutaratibu na kiratiba tulikuwa hatuna ramani ya kuja hapa. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kwa ajili ya mkurugenzi. Tumshangilie sana mkurugenzi wetu jamani. Kwa hiyo mimi ninafurahi sana na ninashukuru sana kwa kusanyiko hili, lakini leo tumekuja kwa ajili ya usajili kama kiongozi alivyosema. Tutasajili vitu 3 siku ya leo, na nimesimama hapa ili niweze kuwaelekeza maeneo ambayo tunapitia katika usajili. Kama walivyonitambulisha, mimi naitwa Lucia Lauliani, ni afisa usajili Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Kwa hiyo leo kama nilivyowaambia, tutasajili vitu 3. Tutamsajili mganga, tutasajili ofisi yake na tutasajili msaidizi wa mganga. Tuko hapo. Tunaamini kila mganga hapa aliyepa anayefanya kazi ana ofisi. Tuna mtu ana ofisi? Sehemu unayofanyia kazi. Mtu ana kilinge chake, anaweka vifaa vyake, anafanyia kazi. Leo tunataka tukitambue kile kilinge chako, tukakisajili. Siku nyingine tutakutembelea. Tukisha kutambua kwamba wewe una kilinge, tukijua kwamba katika halmashauri ya Bariadi DC tuna vilinge 200. Kwa hiyo kuna siku tutataka kuviona vile vilinge na kukuelimisha kilinge inabidi kiweje, kiboreshwe kwa staili hipi, kwa sababu kuna watu unawahudumia. Kwa hiyo lakini hivyo vyote utaifanya kama tutakuwa tumeshakusajili na tumeshasajili msaidizi wako na tunasajili na ofisi yako, ndipo tutakapoweza kufika pale kwa ajili ya kutengeneza mazingira boreshi. Kilinge tunachokisajili tutakisajili kwa shilingi 25,000 tu. Ukilipia shilingi 25,000 kwa mara ya kwanza utasajili kilinge chako, na hicho kilinge chako utadumu na hiyo usajili kwa miaka 3. Miaka 3 ya mwanzoni. Sawa? Lakini tutasajili mganga. Kwa mganga anayeanza tunamsajili kwa 35,000 tu. Kwa hiyo leo kama wewe unaanza utasajiliwa kwa 35,000 na hiyo 35,000 utadumu na hilo leseni lako kwa muda wa miaka 3. Tunaita usajili wa muda. Tuko pamoja mpaka hapo?
Na kwa nini tunaita usajili wa muda? Tunaita usajili wa muda kwa sababu serikali inasema inawezekana wewe umefanya kazi zaidi ya miaka 10, miaka 5 iliyopita, miaka 10 iliyopita, mpaka miaka 20 iliyopita. Lakini leo serikali ndipo ilipokutambua ikakupa leseni. Kwa hiyo inapokutambua leo ikakupa leseni, inajiweka dhamana ya kuanza kufanya kazi na wewe na kukuweka chini ya uangalizi. Kwa hiyo tunapokupa ile leseni yetu, ni dhamana yetu. Kile utakachokifanya kama likitokea tatizo, serikali itasimama. Baraza la Tiba Asili litasimama kukutetea. Lakini Baraza la Tiba Asili linasimama kukutetea likiwa limekukumbusha juu ya miongozo ya tiba. Tuko pamoja jamani? Sisi tumeingia kwenye tasnia ya tiba. Lakini kwenye tasnia ya tiba tuna mambo ambayo na sisi tuna miiko yetu, si ndio? Tuna vitu ambavyo tunapaswa kufanya, tuna vitu ambavyo hatupaswi kufanya. Kwenye mambo ya nini? Ya kitabibu. Kuna kitu kinaitwa usiri wa mgonjwa. Tunafahamu hilo? Kwamba ninapomhudumia mteja wangu anapokuja, mimi nikija kwako nikakwambia kwamba nina tatizo la tumbo, si ni siri yangu mimi na wewe. Sijamwambia mtu mwingine. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo lazima tufanyaje? Tuvifahamu. Lakini kuna utaratibu wa kutoa rufaa. Tunaelewa kutoa rufaa, kumtoa mgonjwa kwako kumpeleka sehemu nyingine. Unapokaa na mgonjwa usikumbe wewe sio kila kitu. Yaani hakuna mtu kwamba hakuna mtaalamu ambaye anaweza kila kitu. Hata hospitali haziwezi kila kitu. Tunaenda kwa ngazi. Unaweza ukaenda leo hospitali ya wilaya hapa Bariadi vijijini, lakini unasema kwa tatizo hili tunaona tukupeleke mkoani. Hata sisi katika level zetu tunafanya hivyo kazi, na ndio maana tunaelimishana. Lakini sasa hivi tuna kitu kingine, tuna ugonjwa wa Ebola. Juzi tulikuwa na kikao, tulivyofika ilikuwa tarehe 1, tulifanya kikao kule mkoani. Tulikuwa na baadhi ya viongozi wenu pamoja na waratibu wa mikoa, tulizungumzia juu ya changamoto ya Ebola ambayo iko nchi jirani zilizotuzunguka. Sisi waganga tunaenda nchi zingine. Si tunaenda? Hivi vibali tunavyopata vinaturuhusu kwenda nchi zingine kufanya huduma. Ili mradi tu ufuate utaratibu. Unaruhusiwa mkoani kwako, unaruhusiwa wilayani kwako, unaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo katika mizunguko kule tunaweza tukapata changamoto. Lakini kuna wenzetu wanakuja kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo pale kuna mtu anaweza akaja. Sasa hivi tuna Ebola. Ile Ebola dalili zake ni kama za magonjwa mengine. Mtu anachemka sana, anatapika, anaweza akawa anatoka damu sehemu ambazo ziko wazi. Kwa hiyo ukikutana na mgonjwa wa staili hiyo, ni vizuri umkimbize sana katika eneo la kutolea huduma kwenye hospitali. Usikae na mgonjwa wa namna hiyo. Toa taarifa wilayani kwa mratibu wako kwamba kwenye kilinge changu nimepata mgonjwa ambaye ana dalili hizi mlizozitaja.